Msichana yangu, asante sana kunipea heshima. Mpaka pia mimi nimeonekana siku ya leo ni mama. Kwa hivyo ninakutuma wasikurudisha nyuma ya kwamba enda mama yako akufundishe. Mimi nilimaliza yangu, sasa enda tunza mume wako vizuri, utunza na jamii ambayo unaenda kukaa nao. Umenisikia? Yeah. Pamoja na kanisa penye unaenda, uende utii wazee wachungaji wote kwa ujumla. Asante. Nakukaribisha. Asante. Chemos, tunashukuru Mungu kwa asubuhi hii. Tunafurahi tumeweza kuona siku njema. Mimi nakutakia mibaraka. Wacha Mungu akulinde na zaidi ya yote akupe upendo, amani na umoja pamoja na Nick Shetuma. All the best. Thank you.
time. And all the time. The Lord is good, and that is nature. Are you happy? Yes. Yeah, thank you so much. It's a long awaited day, but finally it's here. And we want to thank the Almighty God for the care that He has always given us. We are here for one agenda, and the agenda is 50% done. We wanted to see our bride and the bridegroom. We have this privilege to see them even before the church gets to, the other congregation gets to see them. Allow me to share from the book of Psalms 127 verse 1. Taniruhusu nisome kwa lugha ya Kiswahili. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Ni himizo kwetu sisi wote ya kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu. Imani yetu iwe kwake, na haswa tumruhusu yeye awe ndio foundation, awe ndio msingi wa nyumba zetu. Na ningependa nichukue fursa hii niwashukuru bwana harusi na bibi harusi, kwa maana msingi wa familia yao wameujenga katika Kristo. Na mnapoianza hii safari, ombi letu ni moja tu, Mwenyezi Mungu apate kuwabariki. Amen. Asanteni sana. So niruhusu nimwalike Elda Mwachi ili apate kutuelekeza kwa kipindi ambacho kinafuatilia. Asante. Kipindi ambacho kinafuatilia ni maombi ambayo yanatuongoza katika safari ambayo iko mbeleni mwetu. Kwa hivyo kila mmoja wetu, hebu na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, asubuhi ya leo tuna shukrani kwa sababu ya sherehe ya harusi ya ndugu Nick na dada wetu Salome. Baba, najua kwamba wamekuwa wakipangia siku hii tangu uumbaji wa ulimwengu, na sisi ni mashahidi tu kwa niaba ya mbingu kwamba siku ya leo iweze kufana na ifaulu kupitia jina lako takatifu. Tunapoanza safari ya kuelekea pale kanisani, tunaomba ya kwamba uweze kutuzingira, malaika wako wawe juu ya maharusi hawa, na sifa na shukran zitaweza kurudia wewe. Pia jamii zote ambazo ziko hapa uweze kuwabariki, na zaidi sana maharusi wetu. Tunapoondoka, enda pamoja nasi na jamii hii, jinsi ambavyo tumesoma ya kwamba maisha yao iweze kujengwa kwako pekee. Tunapoondoka, enda nasi katika Kristo tumeomba. Amen. Asante.
Yeah, beautiful. The officiating team wameweza kuingia pamoja na bwana harusi Vestman na tuko sawa. Matrons wako hapa pamoja na mfawidhi ambaye atawapeleka katika usanjao wa kipindi cha leo. Jina langu ni Steve Luke. Ninawakaribisha sana katika dhifa ya siku ya leo. Asante sana. Mungu awabariki. Tayari naona wanapambana pale. Basi nataka tuanze dhifa yetu mara moja. Nashukuru wale matrons wetu. Naona tunataka kuanza dhifa ya siku ya leo. Naona matrons wetu Mrs. Pastor Bogwa yuko hapa pamoja nasi. Mrs. Ruth Bogwa, mmoja wa matrons wetu. Mrs. Pastor Mogaka, mmoja wa matrons wetu. Mrs. Abigail Naibei ni mmoja wa matrons wetu. Na tunaanza shughuli hii. Amekwisha kata pale way opener wetu, na tunaanza dhifa nzima kwa siku ya leo. Kwa Jamhuri Day, tarehe 12 mwezi wa 12, mwaka ndio huo ambao unaelekea kukamilika, unayoyoma mwaka wa 2025. Jordan, binti hao wawili Phyllis na Valentine, wao ndio candlelighters wetu ambao ni wa siku ya leo, chini ya uelekezi wa matron Abigail Naibei. Ninaona tunakuja vyema zaidi, tunakuja vizuri hapa, wanatembea hapa taratibu. Hawa ndio candlelighters wetu wa siku ya leo. Lugha nyingine wanajulikana kama the matchbox bearers. Nategemea utatumia lugha ipi, lakini yote 9 zote mbili, jamii ya binti wetu Salome na bwana harusi kijana wetu Nick, watakuwa sasa wameweka mahusiano ya karibu, na wao watakuwa ni jamii moja. Naona candlelighters wetu Phyllis na Valentine wanafanya shughuli ya siku ya leo. Watawasha mshumaa moja, na mshumaa huo moja ndio utawasha mishumaa mingine yote ile, na mshumaa hiyo baadaye itafika zamu ambapo itazimwa na itawasha mshumaa moja. Itasalia mishumaa miwili, na mishumaa ile miwili itawasha mshumaa moja, na mwanga wa mishumaa hiyo miwili salia itakuwa imekwisha kumalizika na kuwa kitu kimoja. Ishara ya kwamba hawa wawili, Salome ametoka katika jamii ambayo imesimamiwa na mishumaa hii. Nick naye ametoka katika jamii ya pili ambayo imesimamiwa na mishumaa ile, na wao wamechipuka kutoka katika jamii zile mbili. Very significant. Naona mshumaa mmoja umezimwa pale, labda yule binti arejelee au washe. Kuna mshumaa mmoja hapa. Sawa. Tunaenda kwa Bible. Joshua Marvel wanakuja hapa. Na kama kuna mabadiliko basi niweze kuishwa na jina la Graham hapa. Bible boys wetu ni Joshua na Prince Malcolm. Prince Malcolm wanakuja hapa vizuri. Wao ndio Bible boys wetu, na watakuja kumkabidhi pastor ambaye ni officiating minister, Pastor Mogaka, ili aweze kuhakikisha ya kwamba mambo yanakuwa bambam.
ni Joshua na mwenzake ni Chris Malcolm. Naona matrons wetu Madam Soa Ashuma yuko hapa, wanakabidhi wale official minister. Makofi kwao, wapigie makofi. Wamekuja hapa sherehe nzima. Naona pale Pillow Boys wanakuja hapa. Yule ambaye yuko mbele anaitwa Mark Hopwell. Ni Marvin na Graham. Mbele yao yuko hapa Mark Hopwell. Kumbuka na shoot Master of ceremony yuko mbele. Mark Hopwell anakuja na Pillow Boys wenzake Marvin na Graham. Wanatembea hapa. Naomba matrons waweze kupokea zile Mark Hopwell, Marvin na Graham. Wale fan openers wetu kwa siku ya leo. Fan openers wetu kwa siku ya leo. Wako wanne, takriban namba yao kwa idadi. Wako wanne, naye Audrey, Lea na Joy Kemuto. Wanne. Audrey na Aubrey au na Joy Kemuto wanakuja wao pia. Fan openers wetu wa siku ya leo. Alafu pale nyuma naona pale flower openers wetu tayari. Aubrey, Lea na Joy wamekwisha kukamilisha shughuli yao nzima kwa siku ya leo. Pale nyuma flower openers wetu Chester, Abigail, Benta na Berry. Katika usanjari huo naona pale Berry, naona Chester, alafu kuna Abigail, kuna Benta na kuna Berry. Wanakuja vizuri hawa binti. Chester na Abigail wanatangulia hapa, wanakuja taratibu, alafu Benta na Berry watafuata pale. Flower openers hao wetu kwa siku ya leo. Hawa ni Benta na Berry, flower openers wetu wao wanakamilisha usanjari wa flower opening siku ya leo. Nyuma yao light bearers wamebeba mwanga pale. Vijana wawili wale wako tayari wa flag off na matrons waweze kufanya shughuli ya siku ya leo. Naona hapa Benta na Berry wanaelekea kukamilisha shughuli nzima. Wamevalia nadhifu, wanakuja hapa shughuli nzima ya siku ya leo. Wao ni Benta na Berry. Light bearers wetu ni Maraga na Kosgei. Maraga ni kijana wa chama kwa ya katika ya Amazing Discovery, Brother Kefas Ayecha. Kijana Maraga mwenzake Kosgei wanakuja hapa mbele taratibu. Wao ni light bearers wa siku ya leo. Wanatembea taratibu, wamevalia nadhifu kwelikweli. Wanasema harusi hii sisi tunavaa suspenda. Wale mawakili wanavaa apron collar white, na ipo hivyo. Hata ile ambayo maridadi imewekwa kwenye kifua inaonyesha kama ni makaratasi, ni kama pages za kitabu, kuonyesha ya kwamba wakili amesoma na amehitimu katika sheria. Moja ya shahada ambazo zinaenziwa sana
duniani ni shahada ya sheria, inaitwa LLB, Bachelor in Laws. Wao wanavaa shati inaitwa Eton collar white. Ndio hii vijana wamevaa shati hiyo. Wakili akienda kufanya kesi, kwanza ukiingia kama Supreme Court ama High Court, hauwezi kuruhusiwa kama wakili kufanya kesi bila kuvaa Eton collar white. Maana nimewaambia shati hiyo imeenda shule na imehitimu. Umefahamu kama haukufahamu? Asante. Hii yangu ni nyeupe lakini haijaenda shule. Ya vijana hawa imeenda shule, Eton collar white. Asante. Ukafahamu basi, kama haukufahamu umefahamu. Wao ni bubble blowers. Tunafunga mwaka kwa staili hiyo 2025. Wamevaa Eton collar white. Iko hivyo. Mashati ya mawakili. Basi Mungu mwenye kusikia maombi ya wazazi waweze kusikia maombi ya kwamba vijana hawa ambao wamevaa Eton collar white wamalizie kuwa mawakili. Suti hizo zinanyesha mvua. Inanyesha mvua ya Selmas na Eliana Shalom. Eliana Shalom na kuna Shalom na kuna Ela. Wanne wale. Super ya sweet. Tulie. Haya. Basi sweet zimenyesha, mvua ya sweet ya mfawidhi MC au mrushimu na mpea. Tutaleta wale watangazaji baadaye. Kuna watangazaji watakuja hapo. Manake unajua bwana harusi ni journalist. Yeye ni mtangazaji. Yeye tayari ni mtangazaji. Mara nyingi ametuhost kwa vipindi vya kata na shoka katika studio. IMC sawa. Very good. Asante. Very good. Usiangalie bwana. Hakuna baadaye. Tutakula na mipwa rafiki yangu baadaye. Unasema na mhudumi. Asante madam, yule matron wetu Mrs. Ruth Bogwa, moja wa matrons wetu wa siku ya leo. Tutawaletea watangazaji baadaye. Maana nilikuwa nasema bwana harusi ni mtangazaji, ni Situma. Basi sasa tunaingia kwa bridal team. Kazi nzima ile. Wacha mchakato mzima huu, na lazima niweze kukaa gangani kwa sababu sitaki kupoteza hata nukta moja. Tutamtangazia yule ambaye ni kuna wale ambao wanatoka kwa groomsmen, line up wale wa jamaa wa Bwana Nick na wale ambao ni warembo wamemsindikiza Salome. Basi sasa tunangoja wale matrons watuelekeze vilivyo na sisi tuweze kuendelea katika usanjari wa siku ya leo. Basi ndio hivyo. Tunaenda vizuri. So far so good. So far so good. Mambo Waswahili wanasema. Haya, vijana hawa wadogo wanakuja. Hawa wanatufungulia usanjaa wa siku ya leo. William Masinde akatembea na Lynn Nyaboke na William Masinde wanafungua usanjaa wa bridal team wa siku ya leo. Naona wanaenda pale taratibu. Very good. William Masinde anaenda pale, anampokeza maua. Wanaanza taratibu. Wameanza. Very good.
William Masinde na Lynn Nyaboke. Lynn Nyaboke ana uraibu wa kuimba, hobbies. Part of our hobbies is singing. Favorite color ya Lynn Nyaboke ni rangi ya blue, samawati. Favorite food ya Lynn Nyaboke ni pilau. Nitaka pilau. Leo nisikia pilau bana. Yeye anapenda pilau. Huyu mwenzake William Masinde, uraibu wake ni kusafiri na kusoma. Rangi ambayo anaipendelea William wake Celestine Kezia. Wilfred Amore wamevalia suti nadhifu kweli kweli ya kijani kibichi, tena yenye mistari ya Charles Jojo. Double breast. Wow, yao sasa. Leo ni siku ndio hii. Wanaenda vizuri. Wanaenda vizuri sana. Wilfred Amore, Celestine Kezia. Taratibu. Pigia makofi bwana. We expectant. Wewe mambo weka yakafanyika hapo. Wilfred Amore wamekaribiana pale, naona Wilfred Amore anachukua maua, anampokeza Celestine Kezia. Wanaanza kutembea, wamesema kilo wetu sisi tutatembea ikiwa tuko kwa starehe zetu hivi namna hii. Sawa, haya. Wilfred Amore, uraibu wake Wilfred Amore, yeye anapenda kuimba na kutunga nyimbo. Yeye ni mtunzi wa nyimbo. Wilfred Amore, sauti. Anapenda kuimba Wilfred Amore na kutunza nyimbo, kutunga nyimbo. Rangi yake anapenda nyeusi Wilfred Amore, anapenda ugali kwa samaki. Mwenzake yeye anapenda kuku kwa chips. Celestine. Na Diana Lumasai wanatembea hapa taratibu. Nambari 3 mgongoni. Emmanuel Nyongesa anapenda kusoma biographies za leaders. Favorite color yake ni blue. Anapenda ugali wa Iboho. Huyo ni Emmanuel Nyongesa. Rafu Diana Lumasai. Nambari 4 mgongoni. Na Macklin Samuel wanaanza kutembea hapa. Samuel Karigoti, uraibu wake anakuta hapa vizuri. Uraibu wake anapenda kusoma na kuimba. Huyo ni Samuel. Rangi yake ya kijivu, favorite color grey, au katika lugha ya Kiswahili rangi ya kijivu. Alafu chakula ambacho anakipendelea Samuel Karigoti ni kuku kwa chapati. Samuel anapendelea chakula hicho. Macklin Samuel ana uraibu wa kuimba. Ndio utamu wa harusi. Anatembea hapa sasa.
wametoshana kwa kimo, kimo wametoshana. Basi ndio hivyo, huyu Charity Utambo na mwenzake Ramwel wanakuja hapa taratibu. Haya, David mwenyewe ndio hiyo. David na mwenzake Bena Chimteme. Uraibu wa Bena anapenda kuimba. Favorite color ya Bena Chimteme ni Parliament Blue na anapenda pilau. David Sia anapenda kuimba, anapenda pia kufanya graphic design. Anapenda vile tunaenda nambari 7 Zado Kujiwa na nambari 7 anatembea na Janet Ouma. Janet Ouma wanatembea na Zadok Ndiwa. Anatembea hapo taratibu, ndio kutembea na Janet Ouma. Janet Ouma. Janet Ouma na Zadok Ndiwa. Zadok Ndiwa anapenda uraibu wa kusafiri na kusoma. Favorite color yake ni blue. Na chakula anapenda chapati kwa kuku. Huyo ni Zadok Ndiwa. Naye Janet Ouma anapenda kutazama filamu. Uraibu wake anapenda kutazama filamu huyu Janet Ouma. Favorite color yake ni blue na favorite food ni kuku kwa ugali. Asante. Thank you. William Masinde anaenda kutembea na Abigail Cherop. William Masinde huyo anafanya shughuli, anasema wacha kufanya shughuli usiku leo. Tazama nyingine William Masinde
Abigail Cherop anapenda kutazama filamu. Rangi ambayo anaipendelea ni rangi ya samawati, na Abigail Cherop anapendelea chakula cha chapati ikiandaliwa na kitu chochote kile. Huyu ni Abigail Cherop. Na mwenzake William Masinde. William Masinde ana uraibu wa usafiri na kusoma. Rangi anaipendelea ni ya samawati pia, ama ukipenda blue, na anapenda chapati kwa miji. William Masinde. Hao sasa unafanya namba 8 kwa siku ya leo. Naona pale namba 9. Diana uraibu wake anatazama filamu, rangi ni samawati, na chakula ambacho anakipendelea ambao ni tofauti kwa uraibu ambao hata mimi naona ninaupendelea. Anapenda kusoma biography za leaders. Huyo ni Emmanuel Mnyongesa. Rangi ni samawati, katika mtindo wao huo. Anampokeza Baland Kiboi maua na wanaanza kutembea kuja mbele. Huyu ni Emmanuel Mnyongesa. Baland Kiboi anasema yeye uraibu wake, yeye ni mwanamichezo, anapenda kucheza michezo, lakini alionyesha hata volleyball, ikiangalia katika kimo chake, labda mpira wa vikapu, na kala yake ambayo ni favorite kana ni pink, na chakula ambacho anapenda chakula. Mbona favorite food ameweka hapo yogurt, waje niwaachia hapo. Napenda yogurt hiyo bana. Anakuja hapa Miriam Kerubo, uraibu wake anapenda stitching, yani kushona. Haya, favorite color sky blue, samawati. Alafu ugali kwa managu, favorite food yake. Miriam Ankamene uraibu wake kuimba, rangi ni samawati, anapenda kuku kwa wali, chicken rice, hiyo ndio favorite food yake. Wanatembea hapa na Samuel Nyarigoti. Alafu naye Bramwell Mulamba. Purity
anapenda kutazama filamu. Favorite color yake ni pink, na yeye anapenda pilau. Leo ndio siku ya pilau hapa. Leo Chebet, yeye uraibu wake ni kuimba. Anapendelea rangi ya pink. Anapenda kuku kwa ugali. Huyo ni Milka Chebet. Kutembea na Ann Cherotich. Ann Cherotich. Ann Cherotich. Anatembea na William Masinde na Ann Cherotich. Bila kupoteza na uraibu wa kuimba. They love music and the way they enjoy themselves in attests to that fact that they love music and they love singing. Fred Amore, Justin Cheranat, hatua moja, mbili, tatu, nne. Haya maua ya kutoka uraibu wake ni kutazama filamu, kuimba na kusafiri. Favorite color yake silver, na anapenda chapati dengu. Ndio hiyo basi. Ndio hiyo. Haya, wanasema hiyo hayawi yako wapi? Hiyo hayawi wacha ni hayawi mwishoe kuwa
Hayawi imeelekezwa, unajua ni confused, lakini nimerekebishwa ya kwamba he's not the best man, lakini sasa huyu ni Hayawi. Asante. Elza Moses Mogesi ndio huyo anatembea, sijui ndugu utaikaji, unaweza itaji, just make use of it, just make use of it. Iko sawa. Hayawi. Basi Moses Mogesi Elda anabai Odede Moses Mogesi anaenda kutembea na Modifine Nimo. Umesikia hiyo jina baba? Modifine Nimo. Suti yake imetoka kwa rangi ya kijani kibichi. Ameingia sasa kwa beige. Mbele unaita cream white. Hiyo suti ya pesa. Pamba. Anajua nikisema pamba anaelewa huyu. Unajua ni pamba na chema anaelewa ya kwamba haya sasa jamaa amevaa pamba huyu Moses Mogesi. Na bila shaka huyu Moses Mogesi mmoja wa wazee wa kanisa la Amazing Discovery. Favorite color yake ni blue. Favorite food anasema granular. Huyu mtu ambaye mbegu hivi, maharagwe, dengu, granular. Tajuaje bana? Anasema favorite food granular na anaachia hapo. Sasa hobbies zake music ministry, the octave of life. Huyu jamaa anatoa vitisho sana, lakini jambo la kufurahisha ni kwamba Moses Mogesi bila shaka kwa mtazamo wangu ndio nikasema hayawi. Kwa mtazamo wangu kwanza amsabai huyo binti, ndio niseme yale yaliyo moyoni mwangu. Amsabai kwanza, nisije karibu, wacha amsalimu ndio nimwambie yale yaliyo moyoni mwangu. Anaenda kutembea na Modifine Nimo. Uraibu wa Modifine ni kusafiri. Rangi ambayo anaipenda ni nyeupe. Shati lako bana Moses, umevalia shati jeupe. That's the favorite color of that lady Modifine Nimo. Chakula ambacho anakipendelea Modifine ni fish, samaki. Hayawi. Makofi kwao. Makofi. Usisahau kile ambacho nilikupa, usisahau. Kukumbusha tu. Kuna kitu nilikupea bwana. Usiniangushe. Asante. Very good. Amempokeza. Amempokeza kweli. Anampokeza. Anampa aweze sample the scent. Iko sawa. Very good. Hiyo naona iko sawa. Now amekwisha kumpokeza zawadi ambayo it's a joint effort pamoja na mfawidhi. My input is there. Na maombi. Unajua nimekupea plus maombi. Nimesukuma maombi hapo. Iko sawa. Very good. Please unwrap the gift for the lady. Unwrap the gift for the lady. Iko inaenda vizuri. I am taking time because it is important. Muangaliana hivi tuone. Muangaliana hivi nani? Moses. Geuka hivi. Eda. Geuka hivi as you are doing it. Ndio kamera tukupate vizuri. Unajua kuna uhondo unatuficha. Sisi mimi nampiga picha. Hapo sasa. Iko sawa. Basi. That is good. Iko sawa. Unajua amefanya makosa kwa katoto hapa. Katoto kadogo. Joshua kuja. Haya, unapewa pia backup.
Now you can take yours. Hiyo ni yako. Very good. Joshua, you can come back. Iko sawa. Very good. Na tunayo harusi, tunayo hatuna. Unajua harusi uzaa harusi. Kwa sababu Elder Moses amevaa suti ya bwana harusi wa leo, na yeye si bwana harusi leo, yeye ako kwa mock exam. Next ni mtihani kamili, sio? Sasa it is my singular honor and pleasure to announce that Moses Mogesi is the next bridegroom in the next wedding. Watu wapige nduru. Asante sana. Weke mziki sasa. Iko sawa. Iko sawa kabisa. Huyu modifying uraibu wake jinsi ambavyo nilisema, anapenda kusafiri. Rangi ambayo anaipenda ni rangi nyeupe. Modifying Nimo anapenda chakula cha samaki, na sisi tumesema na Mungu ajalie. Sisi tumemaliza yetu, na yule ambaye amezungumza pia ni ordained elder. Sasa yeye tumesema isiende bure. Kwa hiyo mafuta yalipewa isiende bure. Iko sawa. Next tunaleta sasa, tumefika kwenyewe. Iko sawa kabisa. Mimi nimewaruhusu ikiwezekana. Iko vitu nilikuwa nimeweka hapa mbili, you can sit here. Madam, usiende huko, weka hapa tu, yani as you consult and give each other contact. Iko sawa kabisa. Hiyo ni privilege ya MC, my friend. Sasa iko sawa, wale mmekaa huko mmetosha. This is yours, tafadhali. Tena mmegeuka mleta wangu. Ndio kijashika hapa. Hayamuka ile vitibili basi. Sijui itakuwaje. Sasa ile muda ile tumekuwa tukifanya nini? Tukingojea Kiswahili wa siku ya leo. Na mke wake Mrs. Abigail Ayeta ni fair lady wa siku ya leo. Wanaita hivyo, wanasema fair lady, ama ukipenda unaweza kusema lady of honor. Ile zamani za kale tulikuwa tunawaita best maid, tulitoka huko. Sasa tuko kwa fair lady ama lady of honor of the day. Mrs. Ayeta, uraibu wake anapenda kuimba na pia Ayeta anapenda uraibu wake, anapenda kuimba, anapenda kusafiri, na yeye pia he keeps abreast of the current affairs. Yeye ni chairman wa kwaya tajika, jinsi ambavyo nilieleza. Yeye ndio mwenyekiti wa kwaya tajika ya Amazing Discovery SDA Church Choir. Yeye ndio mwenyekiti wa kwaya hiyo ya Amazing Discovery, na wana mipango
mipangilio mingi mizuri ya kuweza kutekeleza kwa minajili ya maendeleo na kuweza kufanya kazi ya Mungu kwenda mbele. Wanapokeana pale, makofi kwao. Favorite color ya Kefas ni navy blue. DJ wanasimama pale wima ili wakati wote ule basi DJ wetu wanakuja hapa taratibu. Hata bwana harusi mdogo pia amevaa rangi ya bwana harusi wa siku. Makofi kwa watoto hawa. Wanakuja hapa taratibu. Very smart. Jana mdogo huyu anatembea taratibu. Announcement Banner and announcement. Mark and Joy Brittany. Mark amebeba bana na Brittany, Joy na Brittany, mmoja anapiga kengele, mmoja anatangaza katika usanjari huo. Banner and announcement. Go ahead, you can announce. Announcement. Here comes the bride. Announcement. Nick, get ready. Salome is coming. Wapendwa, na wasalimia tena katika jina la Yesu. Mjambo. Nataka kuuliza ni nani anayepeana huyo msichana Salome siku ya leo? Ichon Sikoingeiwa wakilani ya Kapchirotich. Mnyama yawe ni nyati ile mtoto. Asante sana. Na pande wa bwana harusi, ni nani anapeana kijana huyu ili amuoe Salome? Francis Tuma Mkenyeso Musaba. Asante. Nataka kuomba kwamba baba wa bwana harusi amsalimie baba ya bibi harusi. Msalimie. Asante. Nataka kuuliza pia mama asalimie mama mwenzake. Hiyo aje. Asante. Sasa naomba Nick usonge karibu. Wanaposonga hivyo, nataka matrons isaidie sasa au wazazi wasongee waende, mtawapea mahali ya kukaa. Wamemaliza kazi yao, mrudi kwenye mlikuwa mnakaa. Naomba wazazi mniwache sasa na hawa.
Fungua hivi bwana. Juma, mwambie kwa Sumbi. Usonge kidogo. Naomba wale ambao sasa walikuwa huko wawache bwana na bibi harusi na pesa kobal. Alafu inamisha bwana. Matrons waongoze wenye wanakuja kukaa. Asante. Kuja mbele sasa. Kuja mbele. Wanasema kuja mbele. Tunapokusanyika siku ya leo kwenye tunashuhudia wanaounganishwa pamoja. Tena mume wawili wakiwa kitu kimoja, mwanamke akiwa ndiye kiongozi, mwanamume akiwa mkuu. Tunapokusanyika siku ya leo kwenye tunashuhudia wanaounganishwa pamoja. Tena mume wawili wakiwa kitu kimoja, mwanamke akiwa ndiye kiongozi, mwanamume akiwa mkuu. Kanyaga, 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 tabasamu yote ikiwa nje. Tuombea mema, mume familia ya kumtegemea Yesu tu. Muombe Mungu, yeye atasikia. Akiwaongoza Roho Mtakatifu kweli, haleluya, amina. Kanyaga, 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 tabasamu yote ikiwa nje. Tuwaombea mema, muwe familia ya kumtegemea Yesu tu. Muombe Mungu, yeye atasikia. Akiwaongoza Roho Mtakatifu kweli, haleluya, amina. Mungu yu mwema siku zote. God is good and all the time. Hebu tusalimie hewani, amjambo, asanteni. Je, mnayo furaha? Ya, asante. Hakika ni siku njema ambayo tumeisubiri kwa kipindi ambacho niseme ni kirefu, maana kufunga harusi saa zingine lazima uwe na mipangilio, na ningependa ni washukuru nyinyi wote kwa kupata nafasi kwa hii siku ya leo ili kujumuika kuwa witnesses kwa hii harusi ambayo inafanyika kwa siku ya leo. Tunao majirani ambao wanaisingira hii kanisa la Amazing, jihisi mko nyumbani, na kunao wana Amazing, jihisi nyumbani, na kunao wale ambao tumesafiri kutoka sehemu mbalimbali ili kuwa witnesses kwa hii harusi, na pia karibu nyumbani. Ningependa pia nichukue fursa hii kuwatambua pastors ambao wako miongoni mwetu. Ningependa niwapokeze nafasi hii ili wapende kusimama na watupungie mkono. Baadaye watapata nafasi ya kunena, lakini kwa saa hizi ningependa kuwatambua mahali wapo, wasimame ili wapate kutupungia mkono.
Nilimuona Pastor Silas. Pastor Silas ndio huyu anapungia mkono, na ninamuona pastor pale pia, na pastor yuko pande huu. Then nilimuona kuna pastor mwingine pia pale, na Pastor Naibei ajui kama padi angali hapo ama aliondoka. Pengine ameondoka, lakini alikuwa pamoja nasi, na ni ishara ya kwamba pia anatuombea mema kwa hii siku ya leo. Singependa kusema mengi ambayo tuko hapa mbele. Kunaye Elda Mwachi ambaye atatuelekeza kwa nyimbo na kwa maombi, na tunaye mchungaji Pastor David ambaye ndiye officiating minister. Nami jina langu ni Elda Mochama Dennis, one of the serving elders wa hili kanisa. Ni wangapi ambao wanatukaribisha kwa hii siku ya leo? Asanteni, na nimwalike Elda Mwachi atuelekeze kwa upande wa nyimbo. Asanteni, na hizi nyumbani na miguu pake kwa Mwenyezi Mungu. Asante. Asante. Na wasalimu nyote, hamjambo? Hamjambo tena. Tuweze kusimama na wimbo namba 652. Niliona Elda Mikwa kama yuko kuja mbele. Wote tuweze kusimama. Elda Mongezi karibu, uko karibu. Tuweze kusimama wote kwa heshima ya maharusi hawa, siku yao ya harusi. Tuheshimu. Video inakuchukua, usikuwe na mtu yote ambaye amekaa chini. In honor of this wedding, tuweze kusimama tuimbe wimbo. Tutaimba wimbo number 652. Joyfully we shall sing that song, Love at Home. There is beauty all around, so we want to get there, and all of us get your hymns, let us sing together. There is beauty all around. Happily sing. There is beauty all around when there's love at home. There is joy in every sound when there's love at home. Peace and plenty here abide, smiling fair on every side. Time goes softly, sweetly glide when there's love at home. Love at home. Love at home. Time goes softly, sweetly glide when there's love at home. Nyumbani siku zote salama, panapo upendo. Tuombe. Baba na Mungu wetu uliye muumba wa mbingu na nchi na vyote vilivyomo, tangu uumbaji wewe unapenda familia. Katika shamba la Edeni tukisoma tunaona mfano ambao ulianzisha. Siku ya leo tunashukuru kwa maharusi, marafiki zetu ambao wameweza kujumuika nasi kwenye kanisa hili kushuhudia harusi ya ndugu Nick na dada Salome. Twaomba ya kwamba ibada hii inapoendelea uweze kumbariki kila mmoja wetu, na uweze kubariki hata nyumba zingine na familia zingine ambao wametangulia kufanya tendo kama hili. Kwa hivyo Roho wako Mtakatifu aweze kushuka na aongoze programu yote ambayo imebaki. Tunaomba na kila mtu aseme amina.
kwa nafasi hii kila mmoja wetu kukuja ili tupate kusherekea harusi ya Nick na Salome. Ruhusu tushukuru kamati ambayo ilikuwa inapanga maneno haya mpaka imeyafikisha mahali hapa. Jameni, waambie amina kubwa. Niruhusu nishukuru wazazi wa pande zote mbili, wazazi wa Nick na wazazi wa Salome, kwa kukubali watoto wengi wafunganishwe katika ndoa hii ili na wao waanze safari yao ya maisha. Bwana asifiwe. Amen. Ambia hawa wazazi hongera kwa kuwatunza watoto hawa. Asante. Niruhusu niende katika neno la Mungu, na nitaomba nipate watu hata wawili wa kunisomea. Niki huwa ananisomea, leo hata nisomea. Hivyo nataka tuombe kisha tuanze kufunua maandiko. Mtakatifu na Mungu wetu, naomba sasa utuzungumzie. Unitumie tu kama chombo dhaifu kwa utukufu wa jina lako sasa na mpaka mwisho, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Watu wa Mungu, ndoa haikuanzwa na wanadamu, ndoa ilianzwa na Mungu mwenyewe. Biblia inasema kwamba Mungu akasema, wacha tuumbe mtu ambaye anafanana nasi kwa mfano wetu. Baada ya Mungu kufanya hivyo, akaanzisha ndoa pale Eden, na hivyo akaiweka misingi ifanyike na iendelee mpaka Yesu atakaporudi. Haleluya. Ama walio, sijui kama nimepata wasomaji, wapewe vyombo vya kunisomea. 2:18 kitabu cha Mwanzo. Neno la Mungu linasema 2:18. Mtu anisomee, na nitaomba mnisomee kwa haraka. Linasema Mwanzo 2 fungu la 18. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a help meet for him. Yes. Nataka nisomee kwa Kiswahili. Nataka peana chombo kingine pande hii. Nafikiri ni kanisa ina hizi vitu mingi. Naomba 2:18. Yes. Kitabu cha Mwanzo katika lugha ya Kiswahili. Yes. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake. Si vema huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi. Akasema Mungu mwenyewe kwamba mimi nitamtengenezea msaidizi wa kufanana naye, ambaye anafanana naye. Hivyo Mungu mwenyewe akaanza, na hivyo akaweka ndoa msingi, akamtengenezea Adamu yule anayefanana naye. Pia katika kitabu cha Methali 5:18, Methali 5:18, Biblia inasemaje? Methali 5:18. Biblia inasemaje? Chemichemi yako ibarikiwe. Akasema na chemichemi yako ibarikiwe. Nawe umfurahie mke wa ujana wako. Nawe umfurahie mke wa nini? Ujana wako. Kwa hivyo wafanya nini? Owe. Ajasema ufurahie mke wa uzee wako. Ama anasema hivi? Na. Anasema ufurahie mke wa nini? Wa ujana wako. Wa ujana wako.
Hivyo inahitaji katika ujana watu waanze ndoa zao. Amungu sikia yenye nimesema. Katika ujana watu waanze nini? Waanze nyumba zao. Ili waanze kuwazaa watoto wao kwa miaka ya ujana. Biblia inasema watoto wa ujana. Miaka ya mtu ni 70 kwa mujibu wa Biblia. Na miaka 35 ni ya kupanda mpaka unafika kwa peak. Miaka 35 mingine ni ya mteremko. Jua imeanza kufanya nini? Kutua. Kisayansi, wale madaktari walio hapa watakubaliana na mimi kwamba mtu anatakikana kuzaa kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35. Ikipita hiyo miaka haitakikani, sababu mwili imeanza kujikunja. Amungu sikiaje yenye nimesema. Hiyo miaka ndiyo inatakikana kuanzia miaka 18 mpaka 35 watu wazae watoto. Haleluya. Amen. Alafu hii mingine ni ya kuwalea, sio kuzaa. Ndio mnaona mtu akazaa watoto wengine vizuri. Alipoanza kuzaa wenye 35 kwenda mbele akaenda kisu. Sababu sasa ile mifupa imeanza imekomaa, haiwezi fungua, mazoezi asiwezi fungua. Mungu anasema umfurahie nani? Mke wa ujana wako. Nick, huyo ambaye unamtaka leo mwanzo maisha yenu, utamfurahia mke wa nini? Wa ujana. Na wewe Salome ufurahie mume wa nini? Wa ujana wako. Kisha Mungu awajalie wakuwe na watoto wa nini? Wa ujana wao. Haleluya. Amen. Kwa hivyo watoto wenu wakifika miaka, wacha ruhusu watoto wenu wafanye nini? Waoe. Mungu akawaambia wana wa Israeli katika Yeremia 29 aya ya 5. Aliwaambia Yeremia 29 aya ya 5. Chengeni nyumba. Akawaambia mjenge nini? Nyumba. Kisha mkakae ndani yake. Mkae kwa hiyo nyumba. Kisha kapandeni bustani. Mpande matunda. Mkale matunda yake. Kule matunda. Endelea. Oeni wake. Mfanye nini? Muoe. Mkisha jenga nyumba. Kuna kanyumba. Ukisha jenga nyumba, fanya nini? Oa. Kisha mkazae wana na binti. Mkisha oana, ni nini tunatarajia? Watoto, wavulana na wasichana. Neema ya Mungu iwatoshe. Tunahitaji nini? Wazee sema tunahitaji wajukuu. Ili watusalie watoto, tukue na wajukuu na wao wakuwe na nini? Na watoto. Endelea. Wazazi, pole. Wazazi wanaambiwa na Mungu, muwaoze watoto wenu. Watoto wenu wapate nini? Mabibi. Vijana wenu wapate nini? Mabibi. Wake. Na wasichana wenu endelea nisiwe. Wazae wana na binti. Hawa wazae wana na binti. Mkaongezeke huko wala msipungue. Muende muongezeke. Ni muende nazama muende muongezeke. Msipunguke. Amina. Sisi tunataka matunda. Endelea msoma.
kautakieni amani mji ule. Wachia tunawatakia mji yao ikuwe na nini? Amani. Hivyo tunahitaji kuona hawa watu waishi na furaha, sababu Mungu kitu anaohitaji kwao ni kwamba waishi vizuri. Mhubiri 9:9. Mhubiri 9:9. Suleiman anasema nini? Kitabu cha Mhubiri 9:9. Fungu la 9. Ndio. Biblia inasema uishi kwa furaha pamoja. Mnapoenda kuishi Niki na Salome, muishi kwa furaha pamoja na mke mpenda. Okay, acha nianze. Uishi kwa furaha, uishi kwa furaha. Salome, uishi kwa furaha. Hatutaki muende kuishi na shida. Najua saa zingine mnaweza hata kosa hata chakula, lakini kwa sababu mko na furaha na mnajua kwamba leo hatukuwa naye, mtalala roho safi. Mungu sikia chenye nimesema. Watu hawajakula lakini wamelala namna gani? Roho safi. Na kesho wakiamka watasalimiana na wabushiane na waseme mzee atoke akienda kutafuta na mama akienda wani. Na Mungu hawajalie jioni wafanya nini? Wapate kitu ya kukula, lakini walilala roho na furaha ikiwa ndani yao. Hivyo Mungu anasema kupitia kwa Suleiman kwamba muishi. Rudia andiko na uendelee msomaji. Uishi kwa furaha pamoja na mke umpendaye. Uishi kwa furaha na mke unamfanya nini? Umpendaye. Siku zote za maisha yako ya ubatili. Siku ngapi? Zote. Salamu ngapi? Siku zote za maisha yako. Kwa amani, waishi kwa furaha. Mungu awajalie waendelee kuongezeka, wasifanye nini? Wasipungue. Pia ni mzuri kuelewa watu wa Mungu kwamba katika ndoa ni suluhu ya matatizo. Haleluya. Ni suluhu ya nini? Wakorintho wa kwanza 7:2. Korintho wa kwanza 7:2. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Mungu sikia. Hawe na nini? Na mke wake mwenyewe. Hivyo ni mzuri na furaha. Na kila Niki atakuwa na nani? Na Salome peke yake. Na mume wake mwenyewe. Na Salome ukwe na nani peke yake? Niki peke yake. Hivyo wale wengine wote discarded. Hivyo ni mzuri kwamba kila mmoja akwe na ya kwake peke yake. Ziandiko msomaji. Amen. Enda 7:9. 7:9. Wakorintho kwanza 7:9. Lakini ikiwa hawawezi kujizuia wanadamu, kunawezekana hawa vijana ambao hamjaoa huwezi kujizuia na kama huwezi kujizuia uoe. Ufanye nini? Uoe. Nyinyi wasichana kama huwezi kujizuia ufanye nini? Muolewe. Badala ya kuoa nini usomaji? Maana ni afadhali kuoa na kuolewa kuliko kuwaka tamaa. Alafu fanya dhambi.
suluhu ya nini? Ya matatizo. Kwa hivyo ni muhimu waolewe. Ndio maana huwa wanasema hata wale wa mama. Hebu nisomee Timotheo wa kwanza 5:14. Timotheo wa kwanza 5:14. Timotheo wa kwanza 5:14. Biblia inasema basi napenda wajane ambao, endelea. Napenda wajane ambao si wazee. Napenda wajane wale ambao si wazee waolewe. Wazae watoto. Hao wajane wazae watoto. Wawe na madaraka ya nyumbani. Ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu. Nafasi wafanya nini? Olewe. Wakisha olewa waanze tena familia mpya, wazae watoto, wakuwe na majukumu ya nyumbani ili shetani asifanye nini? Asipate nafasi ya kuwajaribu. So Mungu ametekea katika ujana ili atoe matatizo. Waoe na waolewe. Wale wajana waolewe. Unasikianga wanasema iko maandiko wachungaji wanapenda kusoma. Bwana ndio nani? Bwana yako. Tumia maandiko vizuri. Wale wajane wenye wako hapa watakubaliana na mimi kwamba Yesu hajawahi kuteremka kwa nyumba yao. Mungu sikia chenye nimesema. Kwa hivyo wacha kusomea. Hao wasichana wadogo wamewajwa, wacha wafanye nini? Wahimize waolewe. Leo nataka kuwatangazia wale hamjaelewa kwamba una ruhusa ya kufanya nini? Unaolewa mpaka siku ile mauti imewatenganisha. Ikisha watenganiza, ile pingu ambayo tutaweka leo Nick na Salome zimekatika. Sikiza katika, umekuwa huru waweza. Lakini wazee hata wiki moja ishi. Alafu hao mama wao mnawaambia bwana yako ni nani? Wacha hiyo maneno. Mungu awabariki sana katika hiyo. Niruhusu niambie Salome, hawa watu ambao wanaitwa wanaume, kuna shida moja wako nayo na hata wao wanajua. Kuna kitu hawakuumbikwa software ya kelele. Naitwa nini? Software ya kelele hawakuumbiwa. Mwanaume saa hii hata awe na nguvu gani, ukipiga nduru ataanza mbio. Ishirini na moja Methali aya 9 nasema, Methali 21:9 kwa haraka msomaji. 21 fungu la 9. Biblia inasema ni afadhali kukaa katika pembe ya darini. Pembe ya darini ni juu ya nyumba ama ndani ya ceiling board. Huko juu. Yaani ni afadhali mwanaume apande kwa ceiling board ama juu ya baa ya nyumba akae huko kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke. Soma vizuri. Kuliko katika nyumba pana pamoja. Soma, wacha kushikanisha. Nyumba pana. Ni afadhali kukaa katika pembe ya darini, ndio, kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Ukiwa mgomvi Salome,
hii jamaa hatajikunja juu ya mti. Wanaume hawakuumbiwa software ya nini? Ya kelele. Akisikia hiyo ataruka juu ajikunje. 19. Hiyo 19. 21 Methali 19. Biblia inasema ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika. Ni afadhali uende nyika. Ni nini iko huko? Desert. Desert. Na ni nini nakaa huko? Hakuna kitu. Wanyama waishi hapo. Manyoka zinaishi huko. Wanyama wanaishi huko. Anasema ni afadhali aende kuishi na wanyama na manyoka huko jangwani kuliko na mwanamke mgomvi mchokozi. Kuliko kuishi na mwanamke mgomvi na nini? Mchokozi. Hebu angalia mama mwenye amekaa karibu, muulize unakuanga na mnakaa. Muulize inakuaje? Salome, misitu ni mingi. Chunga hii mtu, Mungu akikujalia, ninapotaka kumaliza hapa, chunga yeye. Ukichunga yeye ni kutengeneza mdomo wa kumweka ndani ya nyumba, si juu ya baa ya nyumba ama wapi? Msituni. Misitu ni mingi. Na hiyo misitu kuna nyang'au, kuna nyoka, hizo vitu zote zitapita na yeye. Mnasemanga machenzi, mnasemaje siku hizi? Kwa hivyo chunga nyumba yako kwa kutunza mdomo yako. Lakini ukikosa kuwa mwerevu, tena kitu ingine 9:15 Methali 9:13. Sikiza wa mama. Mwanamke mpumbavu. Si mimi nimesema. Mwanamke mpumbavu hupiga kelele. Kazi yake ni mjinga. Enda pole. Pole. Mwanamke aliye namna gani? Mpumbavu. Kazi yake ni nini? Hupiga kelele. Endelea. Ni mjinga. Eti huyo mwenye kupiga kelele anakuanga namna gani? Ni mjinga. Lakini Salome wewe ni mwerevu. Hajui kitu. Huyo ajuangi kitu. Ndio unaona wanaume, utapata mwanaume badala Keva asiende nyumbani, anakuja anazunguka, anaenda mbele, anarudi nyuma. Usisemi yeye. Yaani unapata mzee saa 12 ndiye anaanza kwenda center. Hello? Anaenda wapi? Center. Ni nini unafikiria anaenda kufanya center saa hiyo? Arabu anafika huko karibu na center, anakutana na rafiki yake. Wanakuja kana kwamba wanakuja nyumbani. Akifika karibu na gate, anashika mdomo hivi. Anaanza tena safari ya kurudi wapi? Sio eti ni kazi yako nayo anaenda kufanya pale. Yaani ni kupunguza muda ili Petri iende chini. Akifika nyumbani, masaa ya hiyo redio kuweka volume, ipate volume, imefanya nini? Imepungua kidogo. Ili hawa wazee wakuje nyumbani, punguza nini? Volume ya redio. Hii volume ya redio imefanya wazee wengi hawakai nyumbani. Salamu.
volume 0, ili kwamba hawa watu wakuje nyumbani na wao wafurahie kukua nyumbani. Najua kuna watu anatamani sasa amefunga kazi yake ama biashara yake afike nyumbani ili akae na watoto wake na mama, sababu nyumbani kuna nini? Ile mliimba, kuna upendo, kuna amani. Wapi? Kitu ya mwisho, Salome 14 verse 1, Proverbs 14 Mithali 14 fungu la kwanza. Kila mwanamke aliye na hekima. Kila mwanamke aliye na nini? Hekima hujenga nyumba yake. Ufanya kazi gani? Hujenga nyumba yake. Ujenga nyumba yake. Bali aliye mbumbavu. Aliye namna gani mama? Yeye hufanya kazi gani? Huipomoa kwa mikono yake mwenyewe. Huipomoa. Salome, hii maya yenu mnaenda kwasi, hii mikono yako inaweza kuijenga ama ifanye nini? Kupomoa. By the way, wacha niwakumbushe kwamba mwanamke anaitwa kwa Kiebrania Azel. Azel ni msaidizi. Wanawake waliumbwa wawe wasaidizi kwa watu gani? Kwa wazee, kwa waume zao. Hii Azel Daudi ameitumia tena akitaja Mungu kama msaidizi wake, na neno la Kiebrania ambao imetumika pale pia ni Azel. Hivyo mwanamke na Mungu wanaitwa Azel, msaidizi. Wacha niwaulize, Mungu utawezana naye? Wacha niulize wapande hii hawa, Mungu utawezana naye? Kama Azel Mungu uwezani, mwanamke utawezana naye? Wanaume mlioko hapa mtawezana? Ni neema ya nani? So wanaume na nyinyi mtunze vizuri. Ni Petro wa kwanza 3:7. Hivyo hao wanawake wamepewa uwezo wa kujenga na kufanya nini? Kama vile Mungu anaweza kujenga na kufanya nini? Saa zile ameona vimemlemea, anaweza kuamua kuharibu ama kutengeneza. Lakini leo nataka kuambia wamama wenye mko hapa, tumia kujenga. Haleluya. Amen. Mtumie kujenga kuliko kufanya nini? Na nimekuambia strategy nzuri ya kubomoa, piga kelele. Endelea msomaji. Petro wa kwanza 3. Yes. Fungu la 7. Nikisikia kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Kaeni na hawa wenye tumeita Azel kwa akili. Kwa akili. Hawa usipotumia akili wawezi.
So tumia nini? Akili. Tumia akili. Ukiona mwanamke ananguruma kwa Kiebrania au wanawake tena wanaitwa tupa. Nini? Tupa. File hii ya kuno. Ukiona mwanamke ananguruma anasema tutaishi kwa radi mpaka lini? Yeye anafanya nini? Niki unasikia hiyo? Ukisikia akisema hivyo anakunoa. Na wewe sasa tumia akili. Kama anasema hivyo unamwambia, anakuambia si ununue hata point moja. Wewe naye tumia sasa nini? Enda mbele, mwambie nina mpango mzuri. 2027 ninanunua eka moja. Niko na mpango. Unatenga. Nimepanga. 20 ngapi? Eka. Si point. Hapo utamutuliza. Ili anakufanya nini? Na wakati unanolewa, mnaona ukinoa nini inafanyika? Siko ile granules, ile uchafu inatoka. Hivi anakutoa uchafu. Akikunoa. So za zingine wakilalamika wana point. Fanya nini? Wasikize. Ili kwa pamoja mtembee vizuri. Salome, lakini kwa hiki. Sasa sio kwa pressure, lakini kwa hiki pole pole. Noa mkiendelea na hii maisha. Hivyo ni mzuri. Watu wa Mungu, ili nimalize. Ni mzuri wakati katika ndoa watu wanajitunza vizuri. Ili na Mungu awabariki wanapoishi. Sikuwa nimemaliza hiyo andiko. Malizia andiko hiyo. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Ndiyo. Na kumpa mke heshima. Sikiza hii. Kumpa nini? Mke heshima. Mpe Salome heshima. Hawa wanawake kama unataka kuwawini, wapeni heshima. Na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu. Kama chombo kisicho na nini? Na nguvu. Ukipigana na yeye atakushika. Kabasi. Hata mkipigana utamweza. Ngoja tuseme ukweli. Vita ikianza ile yenyewe iko mwanamke atashinda mwanaume. Hakuna. Sasa hapo Biblia imesema nini? Wajue hawa ni viungo dhaifu. Tunza vizuri. Yaani in other words, ukiona glass zimewekwa kwa box, nje imeandikwa fragile ando vidua. Walisia andiko sema kama chombo kisicho na nguvu na kama waridi pamoja wa neema ya uzima. Kama waridi, huyu mwanamke mnafaa Mungu akiwajalia siku ile mtatoa hesabu useme kwamba Salome uliyenipa ndio huyu tuko naye. Kusudi kuomba kwenu kuzuiliwe. Soma vizuri. Kama waridi pamoja wa neema ya uzima. Ya mwisho. Kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Sasa wacha leo niwaambie ni hata uombe mpaka magoti ijibuke. Kama uheshimu huyu mwanamke, hata uweke Biblia karibu na roho. Natembea unaenda kanisa. Na kwa nyumba unavuruga mke. Maombi yako hakuna mahali inaenda. Amukusikia. Hata
kama wewe unaweka Biblia karibu na nini? Na roho. Naenda kanisa na nyumbani ni mkorogo tu. Hiyo maombi hakuna mahali na hali. Biblia imesema heshimu mke wako ili maombi yenu yasifanye nini? Yasisuiliwe. Shetani mchanja anajua kile kitu ambacho kinaweza kuinua familia ni maombi. Kile kitu ambacho kimesimamisha. Nataka kuwashukuru wa mama sana. Wamama wengi amechakula vya confirm naweza pata walibadilisha uzima. Confirm kama ni yeye kwanza ndio tuendelee mbele. Ndiye kweli kabisa. Ndiye yule Salome. Ndiye Salome. Asante. Fungua sasa. Kama umeconfirm sasa fungua. Asante. Rudi nafasi yako. Bwana harusi. Before God and in the presence of these witnesses, will you, Stephen Stuma, have this woman, Salome Chemos Trikoe, to be your wedded wife, to live together after God's ordinance in sacred estate of matrimony? Will you love her, comfort her, honor her, cherish her in sickness and in health, in prosperity and adversity, and forsaking all others? Keep yourself only unto her, so long as you both shall live. Do you now so declare? Yes, I do. Thank you. Hey, hata kuna hata. Amen. The bride. Presence of witnesses. Will you, Salome Chemos Trikoe, have this man, Stephen Stuma, to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the sacred estate of matrimony? Will you love him, comfort him, honor him, cherish him in sickness and in health, in prosperity or adversity, and forsaking all others? Keep yourself only unto him, so long as you live, so long as you both shall live. Do you now so declare? Yes, I do. Thank you so much. Take your left hand. Just stand as you are. Yes. Take your left hand and the right hand. Yes. Mungu wetu wa mbinguni, mtakatifu wa Israeli, twalitukuza jina lako siku hii ya leo, masaa haya katika hekalu yako takatifu. Mungu wetu,
mbele yako na mbele ya kiti chako cha enzi na rehema, na waleta mbele zako Mungu wetu Nick Steven Stuma na Salome Jemos Rikoe, kama ulivyoagiza leo hii kwa mamlaka ambao nimepewa kama mtumishi wako. Natangaza baraka Mungu wetu juu yao na kutangaza kwamba kuanzia sasa Nick na Salome wamekuwa mke na bwana. Na kwa sababu hiyo, kwa mamlaka niliyopewa na serikali ya Kenya as a gospel minister, naifunga ndoa hii rasmi katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Salome official, you can embrace each other. Mmekuwa mke na bwana. Sasa mnaweza kukaa. Sasa kila mtu akae na yake. Haleluya. Kila mtu afanye mipango ya Mungu ikakamilika. Mume na mke walitawale waijaze dunia kama ilivyoagizwa. Kama ilivyo tunaweza kukaa. Basi ndoa msitupilie mbali. Naomba katika nyama yako, mifupa katika mifupa yako, kamwe kusiwepo na utengano. Naomba letewe hiyo meza. Ite nje kwa wimbo mmoja if you are present. Kamwe kusiwepo na utengano, ni baraka Maulana tatangiza. Weke Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu. Mbele yetu ni Umoja Seventh Day Adventist Church Choir.
ilianzishwa pale Edeni, Mungu mwenyewe kaunganisha ndoa na msiwe nafuu, msiwe mkawa inapendeza Mungu pamoja. Ni rahisi ukiwa na Mwokozi, ni rahisi ukiwa na Mwokozi. Ndoa ni takatifu ilianzishwa pale Edeni.
Baraka tele inaiandama, Mwenyezi Mungu yu pamoja nayo. Biblia neno la Mungu kweli tusome, siku zote kila wakati tusije koma, kwa maombi na subira mwisho tashinda, kwa maombi na subira mwisho tashinda. Biblia neno la Mungu kweli tusome, siku zote kila wakati tusije koma, kwa maombi na subira mwisho tashinda, kwa maombi na subira mwisho tashinda. Inayokaa pamoja, inenayo pamoja, ni baraka tele inaiandama, Mwenyezi Mungu yu pamoja nayo. Inayokaa pamoja, inenayo pamoja, ni baraka tele inaiandama, Mwenyezi Mungu yu pamoja nayo. Inayokaa pamoja, inenayo pamoja, ni baraka tele inaiandama, Mwenyezi Mungu yu pamoja nayo. Inayokaa pamoja, inenayo pamoja, ni baraka tele inaiandama, Mwenyezi Mungu yu pamoja nayo. Nick na Salome msimame. Allow me now to hand over this certificate number 0031876 kama registration rasmi ya serikali ya Kenya kutambua kwamba leo na tarehe hizi na masaa haya mmekuwa mume na mke. Nimewapa pia zile viapo walio kubaliana nazo ili waende walaminate. Watakuwa wakijikumbusha kila anniversary yao katika jina la Yesu. Best in town. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Niruhusu wanapoweka tamaliza na maombi, kisha nitapeana kwa MC aendelee kutoka hapa. This is a very important document. Muiweke vizuri, muilaminate ili iwe safe. Jameni, si mungesimama kwa heshima na utukufu wa mbinguni
ili tuombee sasa. Wazazi, naomba mfanye mikono yenu hivi. Wazazi, fanya mikono yenu hivi ili muwajilie baraka kwa watoto wenu. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, mtakatifu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, leo hii mbele yetu na mbele yako na mbele ya kiti chako cha enzi na rehema, hawa wamekuwa mke na mume sasa. Wanapoanza nyumba yao, Mungu wa neema, naomba uwepo wako utembee pamoja nao. Wafunike chini ya mabawa ya usalama wako, na baraka zako ziandamane nao kila kunapokuja kutoka kwangu kama mtumishi wako, na kwa wote wazazi kanisa ambao wameinua mikono yao ya baraka juu yao. Ubariki sasa na mpaka mwisho. Watunze, uendelee kuwafunganisha pamoja kila kunapokuja, kwa utukufu wa jina lako sasa na mpaka Kristo utakaporudi, katika jina Yesu tumeomba. Cheti nambari 001376 tumeweza kukabidhiwa the newest couple in town. Pastor Mugaka ameweza kuwabariki pale. Tunashukuru. Masaa ni saa 9 kamili walipokuwa wanatangazwa bwana na bibi. Saa 9 kamili tarehe 12 mwezi wa 12. Sasa nataka niweze kuruhusu matrons wetu waweze kutuongoza katika kipindi cha Unity Candle. Mrs. Abigail, please, you can take it away. Senge mkuje. Nataka senge, kama wewe ni senge ya Nick, ama wewe ni senge ya Sally, kuja hapa mbele. Nataka kina senge. Hakuna senge. Nick watashika kandoni moja. Songa hivi. Alafu senge wa Salome watashika kandoni moja. Macho yangu haitaki mwangaza, ndio unaona na ihepa hepa. So senge wa Salome wameshika kandoli moja, senge ya Nick kandoli. Nataka nyinyi wote mshike hii kandoli, kwa sababu wamesema nyinyi ndio huwa mnasumbua sana, si ndio? Alafu Salome na Nick watashika, this is what we call a unity candle. Hii mshumaa inaonyesha kwamba tumefanya nini? Tumewaunganisha. Na wakati hao watawasha mshumaa yao, hawa wawashe yao, wakiwasha hii watazima mishumaa yao, kuonyesha kwamba hakuna mtu atakuja kuitafia na hii nyumba. Kila mtu atafanya nini? Atanyamaza. Na Nick, nataka nikuombe jambo moja. Protect this girl under all circumstances. Iwe ni mama, iwe hata ni bibi, protect this lady. You will have a very peaceful home. Si pastor amesema tunajua kupiga kelele? But if you protect this lady, hautawahi sikia kelele kwa nyumba yako. The moment you stop protecting her, ndio kelele itafanya nini? Itaanza. Nimedanganya? Haya, mbarikiwa sana. Okay, nitawashia hawa senge mshumaa, hawa mshumaa, alafu nitawaambia cha kufanya. Yale ambayo matroni anayatimiza ni yale ambayo Yesu amesema katika kitabu cha Mathayo 19 aya ya 5 na aya ya 6. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Hivyo hizo mshumaa mbili zitawasha huyo mshumaa mmoja, kama vile matroni amesema, ili iwe nuru kwa nyumba yao. Aya ya 6 akamalizia akasema, hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Na kila mtu asema amina. Endelea matron. So, ninaomba hivi, nyinyi wote kwa pamoja mtakuja muweze kuwasha hiyo mshumaa moja yenye Nick na Salome wameshika. Awe msaidizi wa Adamu wakati
tumeshawasha mshumaa ya Nick na Salome, so ninaomba kwamba muweze kuzima mshumaa yenu kwa pamoja. Na Mungu awabariki sana. Hiyo ni kuonyesha kwamba nobody will come to interfere with this family. Na Mungu awabariki, muweze kukaa. Mungu aitwe Mungu. Wanaelekezwa vizuri pale, wanaenda photo session, wamependeza kweli. akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili
anachukia kutengana. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, fitina muwache, upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana. And say a word. Hii ni jamii. Hawa ni wazazi wa msichana. Let's listen. Tusikize, tuwe watulivu. Basi mimi kwa majina ni William Trikoi Ngeiwa. Hawa ni familia yangu, baba msasi wa msichana. Pia ningeweza kushukuru wageni wetu wakuu wa siku ya leo ambao mmeweza kutupatia sherehe tamu ambayo tumefurahi ya ajabu. So bwana ya msichana tumekushukuru, pia msichana tumeshukuru kwa siku ya leo. Ningeweza kusema ya kwamba Mungu awabariki na siti kuwatia nguvu. Hiyo nyumba tunataka tuone ya kwamba ikuwe ni nyumba yenye furaha ambayo hata sisi wasasi tutajivunia. So nasema ni asante, Mungu awabariki sana. Muende mchenge nyumba yenu kwa njia mzuri. Sisi kama wasasi ya jamii ya msichana tumefurahi kabisa. Ningeweza kukaribisha mchomba wa msichana wetu pia aweze kusema moja mbili kwa ajili ya shukrani ya leo. Asante. Bas, God is good and all the time. Bas, wageni wa heshima, mimi sina mengi. Kila mchungaji alihubiri ndani ya kanisa. Wewe mjomba, sikia, wewe umeonyesha mfano mzuri na zingatia yale walisema kwa kanisa. Mimi sina ya kuongeza. Kwa hiyo wewe najua mjomba ulinitii, kwa hivyo naombea baraka. Mungu awabariki, mmetuonyesha mfano mzuri. God bless you. One word is enough for a wise person. Sandy. Majina yangu naitwa Alfred Renda Daboso. Pia mimi ni mchungaji wa kanisa Catholic Endebess Main. Huyu ni mama mama mkubwa ya huyu. Pigia Mungu makofi. Pigia Mungu makofi kele kele. Bas, mwenye wifa wakoke. Santi jamii ya Salome ndio hawa. Salome Chemos Trikoi, jamii yake wamemzawadi, wanawazawadi maharusi wetu. Tunashukuru sana. Thank you so much. Asante sana, mbarikiwe. Zawadi ziendelee kuingia. Asante sana. Mambo yanaenda vizuri sana. Very good. Asante sana, asante. Wakati huo niliona yule director wa JB Insurance. Wale ni insurers wetu, hata mimi ni insurer wangu. Niliona director Job na Songo, na niliona pia niliona madam Jacqueline hapa. Mid Africa. Kumbe kuna wateja wenu wako hapa. Nitaka kuona wateja wapo Mid Africa. Ukienda pale utahudumiwa. Wako na branch nyingine Kapenguria, branch nyingine Moi's Bridge, na kampuni inaendelea kupanuka na inafanya kazi nzuri. So far so good, na unapata hiyo ushuhuda kutoka kwa mteja wao. Mimi ni mteja wao. Thank you kwa kuweza kuja na kuwazawadi na kuzungumza na hawa maharusi wetu. Tunaenda moja kwa moja kwa jamii ya ndugu yetu Steven Situma, mtangazaji wa radio Simba Radio 96.9 FM. Ukienda pale Ibi Towers, naenda moja kwa moja mpaka
mpaka orofa ya 6. Unampata yule jamaa pale na mambo yanakuwa ni mazuri, na nina dukuduku na ninafahamu ya kwamba kuna mambo mazuri yanataka kutokea hapo mbeleni. Tunaomba Mwenyezi Mungu yakitokea basi tutashukuru na tutawatangazia. Familia ya Steven njoo. Na bi harusi pamoja na wageni wengine wote tumewafurahia na tunashukuru Mungu kwa sababu ya shughuli jinsi imeenda. Mbele yenu ndugu, hii ni familia ya Steven. Kuna baba, najua nitaongea kiasi tu. Kuna baba mzee wa kuzaa Steven ndio huyu, alafu kuna baba mwingine ndio huyu, wanafuatana hivyo. Unapocha kuikala na muroma. Oriambuno. Mzee amesema mimi niongee kwa niaba, kwa hivyo ni kuwaonyesha tu. Hebu huyu ni ndugu ya Steven. Kumbe Steven anakufuata mara ngapi? 2. Anakufuata mara 2? Kuna wawili alafu yeye. Mara ya 3. Huyu ni mwalimu anafunza kule chuo Cheptais. Anaitwa nani? Ronald Stuma. Thank you. Alafu kuna huyu jamaa yeye anaitwa Anthony Situma. Niki anakufuata mara ngapi? Kama mara 2. Situma James. Nick ananifuata kwa mgongo. Ningeua mama, yeye hangepata Salome leo. Basi wewe umepata. Alafu kuna huyu naye Situma Jacqueline. Nick akitoka bila fuata yeye. Huyu ni madamu anafuatana hivyo. Huyu ni wa mwisho, lazima ongee jambo. Nick na Salome wamekuwa marafiki zangu wapendwa ambao tumeshinda nao. Kwanza kabisa Salome, unajua ulinipea changamoto nikiwa form 4. Nilikujua ukiwa form 4 pia. Kwa hivyo wakianza kutafutana wewe ulijua? Nilijua lakini ilikuwa kwa competition ya masomo. Hapo ndio niliweza kumjua. Nick aliniambia niko na msichana anafanya physics na chemistry mbaya sana. Hapo ndio pia mimi nami niliweza kupata hiyo motisha. Sasa nakukaribisha, mimi ni last born lakini sasa Nick ameshachukua last born. Niendelea. Kumbe wewe ulikuwa msiri wa Nick. Alafu kuna huyu ananifuata mimi. Mzito. Wewe ni mzito? Ni mzito. Huyu mzito anaitwa Saint Stuma. Salome karibu, nafuata huyu. Nick akiwa mdogo mimi ndio nilimbeba nikamleta, nimekulea. Mimi sikumlea. Alafu shangazi wangu ndio hawa mbio. Joyce Kiberenge, shangazi wa Nick. Nasema shangazi Salome karibu sana. Mimi ni head teacher Kongasis Primary. Nick mimi ni mama yake mlezi wa Kiungani SDA na pia ni mwimbaji wa Kiungani SDA Church Choir. Kwa hivyo Nick tumekukaribisha sana sana. Tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu tena. Mimi ninaitwa Meti Wamalwa. Natoka Senda Kwanza. Nimekuja kwa ajili ya Nick na Nick ni mtoto ya mjomba na mimi ndio shangazi yao. Mimi ndio nafuata papa ya Nick. That's right. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Jocelyn Nasambu. Nick ni mtoto ya baba. Alafu tuko na kuhu hapa na kamba. Nafikiri kamba inaashiria mambo. Niki omwichokuluase ndo mirendi hamwerese embusiyisi. Okay, that's good. Na kina mama wako huko nafikiri hawataongea, but nafikiri kwa niaba ya familia wazee, baba yangu Richard ndio huyu na mzee Francis. Sawa, wacha nimalizie alafu tuende. Kwa hivyo kwa niaba ya familia, huyu Nick nafikiri ananifuata mara 7. Huyu ni mtoto mdogo sana kule nyuma.
siwezi kudanganya, nilimlea. Lakini hili jina ambalo anaitwa Nick alikuwa jina lake, yeye anaitwa Steven. But nafikiri ni mimi ndio nilimpea Nick kwa sababu alikuwa anapenda mchezo. Nick alikuwa anapenda football. Kulikuwa na yule jamaa anaitwa Mick Weche. Sasa tulitoa hilo jina lakini hatukuweka Mick, tukaweka Nick. Wengine wanamuita Mick, wengine wanamuita Nick. But ni kijana muungwana. Mimi kwa majina naitwa Eliud Stuma. Wale ambao mara nyingi huende ikawa wamewahi sikiza radio inaitwa Suru FM, mimi ni mtangazaji. Kijana huyu amekopi kutoka kwa ndugu yake. Haya mambo ambayo anatangaza ni yangu mimi. Kwa hivyo baba, nafikiri kabla hatujakaa ningependa tu kumshauri shemeji, hatujaonana, ninamsalimia saa hizi mara ya kwanza na kumkaribisha nyumbani. Mara nyingi shemeji unakula uko na hawa wale wamewatembeza. Mara nyingi tunapoenda ku interview, unapo apply kazi mahali interview, watu huwa ni wengi wanapoitwa interview. But kampuni mara nyingi huwa inauliza ni kipi kipya unaleta katika kampuni hii. Mara nyingi hilo huwa ni swali la ziada. Ni kipi kipya unaleta katika kampuni hii ambacho unaona sisi tunafaa kukuchukua na kukupea kazi. Hapo sasa ndipo unaona mtu anaanza kujieleza na mwisho unasema presentation sijui nini imekuweka X. Bahati ni kwamba Masi amesema kumbe wewe unajulikana kwetu. Na umefanya ule mambo hayo umewajua nani na nani. Mimi nina mke, ndugu zangu hao wanawake. Kwa hivyo kile kitu na kuuliza ni kipi kipya ambacho unaleta kwa boma letu. Usije ukatuambia nitatumia wale ambao wako mimi ku build on my no. Tunahitaji kitu kipya ambacho hawajakifanya. Kwa hivyo kufikia hapo tumekukaribisha nyumbani mzee na mimi. Mungu awabariki sana. Asante sana. But mambo yetu na nini na nyumba hiyo sisi tunafanya kama wa vijana, vitu vyetu viko nyumbani. Safi. Thank you so much. Asante. Hiyo ni jamii ya Steven Situma. Wameambiwa ni kipi kipya. What is the new thing that you are bringing on board? Ukienda interview saa zingine wanaipost, wanaiuliza what is it about you that we don't know? Alafu unajikaranga unasema sasa mimi nitaleta, nitafanya. Asante. Tuna mgeni ambaye ametoka Nairobi na nasikia hali ya usafiri, anatumia ndege angani na ndege inataka kumwacha. Davin Nyatichi, tafadhali njoo. Unajua nikiongea huko ndani nilisema wacha Davin kwanza azungumze ndio nawaambie. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi niko hapa kwa niaba ya Nick. Nick amekuwa rafiki yangu sana. Tumekuwa walimu ile tukitembea kutoka kanisa moja kwenda ingine. Tumekuwa pamoja na Nick Nelda Mogesi. Nick, congrats. Salome, umepata mwanaume mzuri sana. Nick sijaiona akikasirika. Ukimwambia anything anacheka. Nick is just anakaa tu kama mtoto. Nick, my gift, receive it kwa simu. Utaona gift yangu hapo. Na Mungu awabariki sana. Tuonane wakati mwingine. Mungu awabariki. Makofi kwa Davin. That's a friend, ametoka Nairobi. Na Davin ulikuwa kwa harusi asubuhi. You were inside. Kuna jamaa tulipresent hapo as the next groom. Afanye maneno, very good. Afanye maneno. Unajua mimi nakupea mahint bwana Mogesi. Ninakupea mpaka hii ni mwa Kenya nakupea. Utaangukaje mtihani? Aje. Huyo anatoka Nairobi. Tulisema asubuhi chairman alikuwa anasema one of his hobbies is to keep abreast of the current affairs. Watu wengi wanafikiria keeping abreast with current affairs lazima usome labda gazeti, kitabu. Hata ukiwa angani huko kwa hewa vile Davina anaenda kupanda ndege kwa hewa, you also keeping abreast with current affairs. Usikufie kwa bodaboda tafadhali. Usikufie kwa bodaboda peke yake. Tembea, panda ndege,
punga unyunyu, panda gari mzuri, machines, si kama ile yangu na Betty, madam, gari machine, unajua? Director, unaelewa machine. Haya, sasa tunaita watu wa Mahele. Segero Chesowos mje. Segero Chesowos, you are in the house, come. Then they will be followed by Mahele Church. Alafu amazing watakuja katika vitengo vitatu. Watakuja katika kitengo cha watoto, mjiandae. Kuna kitengo cha vijana na kuna kitengo cha kwaya ya amazing. Huyu Steven Situma, nimezoea jina Nick Situma. Mimi mwenyewe ndio Steve. Sasa tukisema Steven Situma ananichanganya, ni Nick Situma ni muimbaji katika kwaya hii ya amazing. Kwa hivyo watakuja wakiwa katika hali hiyo. So ndio hawa mmoja wao atazungumza. Praise God again. Sisi tuna furaha nyingi kuja hapa siku ya leo, na tumekuja kwa sababu Salome ni mmoja wetu, tunafunza na yeye. Pengine wengine hamjui, lakini ni mwalimu, tunafunza na yeye. She's a teacher of chemistry and physics. Tumekuja na walimu wenzangu na pia hawa wengine ni wanafunzi ambao wanasoma katika shule yetu. Tumekuwa wengi, lakini wengine wameondoka kwa sababu ya shughuli mbalimbali, lakini Salome know that we are all here and we are all happy for you. We are so happy for you and we wish you well in your marriage. So katika shule yetu tuna junior secondary pamoja na primary, na pia we have senior secondary grade 10. Tunawakaribisha wanafunzi, na pia of course kuna nafasi ya form 3 pia ambao wanataka kujiunga pamoja nasi. Kuna interviews on 19th which is on Friday. Ukitaka kuja kuleta mtoto form 3 umlete siku ya Ijumaa afanye interview. Grade 10 we are ready to receive you. We are offering STEM and social sciences as the 2 pathways ya CBE. Karibuni sana Segero. So jina langu ni Miriam Machas, nasimamia kitengo cha welfare. Deputy alikuwa pamoja nasi lakini aliondoka. Asante, we wish you well. Thank you. Asante. Wanapowapea zawadi Cheptandan Church, tafadhali mje, nafahamishwa usafiri wenu, ndege yenu. Segero group of schools hawa ndio wako, kwa hiyo group of schools iko mpaka Segero Aiwa hapa Kipsaina. Kuna Segero pale National, kuna Segero nyingi katika taifa hili la Kenya. Watu wanafikiria Segero ni ya hapa peke yake. Segero iko mpaka Mombasa. Wale marafiki wa Salome wajiandae pia, nani wakija Cheptandan, alafu kuna ule lecturer wa Alupe University. Kuna lecturer yule ambaye yuko hapa, is a Don from Alupe University. Salome's friends, you would be upstanding, just be next to Cheptandan. Mmoja wenu alafu mpeane zawadi, itakuwa vyema. Thank you. Kwa sababu ya wakati, sisi natoka mlimani kabisa. Nataka nishukuru Salome na Nick kwa sababu ukisoma kitabu cha Methali mlango wa 19-14 nasema mtu mridi mali na hata nyumba, lakini mke natoka kwa Mungu. Kwa hivyo Nick ametoa Salome mbali. Anasema hiyo ndio mfano kwa watoto wetu, hiyo ndio njia. Mungu awabariki, awaangazie mema na baraka siku zote. Kwa hivyo hatuna mengi, tumefurahi, tunasema Mungu awabariki sana. Asante. Asante. Wanapoenda kuwapa zawadi, naomba wale marafiki wa Salome kama mpo, if you are already organized, come, wafuatiwe na yule Don wa kutoka Alupe University. Then we'll also have Mahele Church. Tafadhali tukue wavumilivu kidogo tu. Ya vijana Cheptandan combine na Cheptandan hawa. Tafadhali kwaya ya vijana wa Cheptandan
Just combine. Youth wa Cheptanda ndio hawa. DJ hold. Waliokuja kuhudhuria Salome na Nick wakifanya harusi yao na wasalimu wa mjambo. Sisi ni marafiki wa Salome na mwaliko huu tumekuwa tukiusubiria sana kwa maana tuliupata miaka 4 iliyopita. Tulipojiunga na chuo kikuu, Sabato tu ya kwanza tulikuwa marafiki na kuanzia hapo tukawa marafiki na tukapata mwaliko huo na tunashukuru sana. Salome amekuwa kama dada yetu mkubwa na tumeshukuru sana kwa maana ametuonyesha mfano ulio bora na Mungu akitujalia pia sisi tutaufuata mwelekeo huo. Asanteni. Asante hao ni marafiki wa Salome. Nataka nimlete yule Don kutoka Alupe University, please come. Nashukuru, mimi naitwa Steven Kimei. Kwa wengine wa kanisa hili wananijua, nilifanya harusi yangu 2021 hapa 2017. Lakini Salome ni mwanafunzi wetu, alikuwa Alupe, tumegraduate na yeye. Tumemgraduatisha mwezi wa 11. So we are grateful because she was our elder in church. Alikuwa mmoja wa watu ambao tukihitaji kwenda kuhubiri tunamkumbuka akuje atuhubirie. Of course I didn't meet Nick, but I'm grateful that nimesikia testimonies hapa kumuhusu na tunatumai ya kwamba utatuchungia msichana wetu. Yeah. So I'm grateful we didn't come because some students are doing exams na saizi wanasema wameinama, kwa hivyo usiogope why they didn't come, but you will come. Tutakukaribisha tena shule alafu na mzee pia. Yeah. So I don't have much to say because I'll be traveling. Kuna kesho ibada kule Hannibal, itakuwa kule. So but you wish well. I will tell you one thing. This walk will be easy if Christ is with you. Akikuongoza, he will prepare you for everything that comes ahead. If you walk with the Lord, there is that song that we sang today, song number 152, Panapo Pendo. If Christ is with you, everything turns to be best, whatever it is, and he will guide you. So I'll tell you this, stick with the Lord, stick together with the Lord, you together. Mkiwa pamoja kama vile Ecclesiastes chapter 4 says, when you are together, you are three. A code of 3 cannot be easily broken, unlike the code of 2. So I wish you well. May God bless you. Asante sana. Hao ni marafiki wa Salome wengine na hawa ni marafiki wa kutoka Mahele. Haya sasa, wale wa kutoka Mahele, nyinyi mnatoka Sagero, basi tafadhali nataka niwaruhusu mpe zawadi, mwazawadi. Kindly. Go ahead, mpe zawadi. Naomba hivyo ili tuweze kuleta sasa Mahele mje. Mahele, just come. Alafu amazing waweze kuwa tayari. Asante, hao ni Mahele, naona Elda Irene yuko pale. Asante sana. Mtu mmoja atazungumza alafu tutaweza kuwa zawadi. Hamjambo wote. Hamjambo tena. Mahele ndio
ndiye mzazi wa Nick. Amelelewa katika kanisa la Mahele tangu akiwa mdogo. Nadhani amekuja huku mwaka huu, so na ndiye mzazi, si Mahele. So Nick, tunakushukuru sana, na najua kwamba hii imekuwa safari. Nakumbuka tangu mwaka wa 2017 ulisema ya kwamba tarehe 12 mwezi wa 12 2025 ya harusi yako itakuwa. So tunasema ya kwamba endelea kushikilia hiyo imani, na katika kitabu cha Isaya Jeremiah 29:11 Biblia inatuambia kwamba Mungu anatuambia kwamba anajua mpango zetu, na mpango zetu anajua ni za kutuendeleza. So tunajua kwamba ukishikilia kwa Mungu kila kitu itakuwa sawa. Tumekuwa wengi, lakini kwa sababu ya time wengi wetu wameenda. Sitaki kuwachosha na mingi, naomba ya kwamba tuendelee kubaki kwa imani. Amen. Asante sana. Hao ni Mahele. Kwa majina mimi naitwa Elder Peter Mbito, nikiwa mzee wa kanisa la Mahele. Kuna mwenzangu Batini Jamii Elder Anthony Stuma ambayo huwa tunahudumu katika sehemu ile. Asante. Asante. Hao ni jamii. Tayari zawadi mmeshaona ikiashiria kwa kamba. Hiyo ni zawadi ya miguu minne, a four-legged gift. Wanapewa pale, wanapokezwa. Wako sawa, wamewa zawadi. Basi kamba ile wamepewa mbuzi. On behalf of Great Hope, Elder Irene is here. Harusi bwana asifiwe na wote. Nick, congratulations. Salome, welcome home. We love you. We wish you well. Thank you on behalf of Great Hope. Wale wote wa Great Hope, nasema usisahau nyumbani. Karibu. Asante. Asante Elder. Asante sana. Basi Amazing Discovery mje. Amazing Discovery watoto, kitengo cha watoto DJ, Children of Amazing Discovery. Leadership yao nataka waweze kuja kumzawadi mwalimu and teacher. Na kipaji chake si wengi wana kipaji kama cha Nick Situma. Manake niliona wanaimba, wanaenda movement na watoto inaenda pamoja, na every time the kids see him in front, the kids get excited na wanafuata yale ambayo anawaagiza. Na kwa hivyo nataka kwa nafasi speciali sana niweze kuwakaribisha watoto, hata watoto ikiwezekana waje hapa mbele. Come watoto. DJ, shati tulisema inaitwa Eton Collar white. Hii ni mashati inavaliwa na mawakili wakiwa wana present cases zao any level ya high court and above. You will never go without this shirt. Ukiwa kwa high court kwenda juu, Court of Appeal, Supreme Court, unavaa hii Eton Collar white. Ndio hii. Sasa hapa leo tuko na mawakili tupu. Learned friends wako hapa kusindikiza mwalimu wao anapokuwa katika siku kubwa yake ya kihistoria ya harusi. So they are here. Wawekee wimbo ya watoto. Hizo mashati ni certified official attire of our learned friends. Inaitwa Eton Collar white. Usije na unafuata hivyo. Usije ukasema ati white Eton Collar. Eton Collar white. The Eton Collar is the description of that shirt. So you start with the Eton Collar white. Weka wimbo bwana. Weka wimbo alafu youth amazing
mkuwe tayari. Youth wanapomaliza choir, the leadership of the choir, Amazing Discovery, muwe tayari. Tuende karibu hivi ili tuweze tutamatishe masaa waweze kuwa wanafumukana mapema. Wimbo imekataa DJ. Kwa sawa leo. You behave funny sana. Ni sawa. Sasa muendelee. Inakuja kweli. Haya ndio hiyo, tafadhali. Na that's a signal. Let's train more technicians. Yeah, that's free food for thought. Don't over rely on one technician. Anaweza amuka na mudu mbaya na mnachonga viazi. Kuna technicians wengi. Wacha watoto wapeane, alafu tutawaruhusu wazazi wa msichana watafumukana. Asante. Daudi alizungusha kombeo, akazungusha kombeo. Tunafika tamati. Nataka kwaya, uongozi wa kwaya tukate keki alafu youth na kwaya wajiandae. Matrons tafadhali, matrons move very fast. Tukate keki kwa sababu we want to release the parents wa our bride.
kwa Bwana. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Iko nguvu yako ya aliyeruhusu marafiki na wapendwa wetu maisha yao yakome walale. Shambani Edeni, mipango ya Mungu ikakamilika. Mume na mke walitawale, waijaze dunia kama ilivyoagizwa, kama ilivyo takatifu zaka na Sabato. Basi ndoa msitupilie mbali. Apataye mke apata kitu chema, naye apataye mme vile vile. Mwekeni Yesu Kristo awe kiongozi nyumbani mwenu, tena awe mwanzilishi, awe kielelezo daima, kusiwepo na ufarakano. Wakaunganishwa shambani Edeni, mipango ya Mungu ikakamilika. Mume na mke walitawale, waijaze dunia kama ilivyoagizwa, kama ilivyo takatifu zaka na Sabato. Basi ndoa msitupilie mbali. Apataye mke apata kitu chema, naye apataye mme vile vile. Mwekeni Yesu Kristo awe kiongozi nyumbani mwenu, tena awe mwanzilishi, awe kielelezo daima, kusiwepo na ufarakano. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako na mifupa katika mifupa yako, kamwe kusiwepo na utengano. Mibaraka Maulana tanyunyiza, mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako na mifupa katika mifupa yako, kamwe kusiwepo na utengano. Mibaraka Maulana tanyunyiza, mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Walipunge vivuli vikimbie, mimi wako wewe wangu. Mifano bora bora familia yetu iwe mbingu ndogo. Nakupenda na kuenzi, siku zote sala zetu zipate kibali machoni pa Mungu. Jua lipunge vivuli vikimbie, mimi wako wewe wangu. Mifano bora bora familia yetu iwe mbingu ndogo. Nakupenda na kuenzi. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako na mifupa katika mifupa yako, kamwe kusiwepo na utengano. Mibaraka Maulana tanyunyiza, mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako na mifupa katika mifupa yako, kamwe kusiwepo na utengano. Mibaraka Maulana tanyunyiza, mwekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako na mifupa katika mifupa yako, kamwe
kusiwepo na utengano, mibaraka Maulana tanyunyiza. Wekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Muda umetimia ya kujenga familia, pando alilopanda Mungu Edeni. Nyama katika nyama yako, mifupa katika mifupa yako, kamwe kusiwepo na utengano, mibaraka Maulana tanyunyiza. Wekeni Yesu awe kiongozi, maombi iwe silaha. Akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Mungu akaona sio vyema mwanaume kuwa peke yake, akamfanyia msaidizi mke Hawa. Leo Hawa wameunganishwa, si wawili tena, bali ni mwili mmoja, inapendeza. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Tunawaombea mema katika ndoa yenu, mpendane, mpendane hadi kifo kiwatenganishe. Furaha kwa ndoa siri ni Yesu, kufanikiwa siri ni Yesu. Shetani asipewe nafasi, Mungu atawale milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Ugomvi muwache, usherati muwache, vitina muwache, upendo udumu milele. Mungu anachukia kutengana, ugomvi muwache, usherati muwache. Bwana asifiwe. God is good. We want to thank God and witness that Nick has been part of us, and we know he's still part of us. We want to bid you safety, blessings. May God bless your new home. And Salome, now this is Amazing Discovery Youth. You're still a youth anyway. Yes, until you are about 30 or 40 years, then you will not be a youth anymore. But we want to say we want to breed more weddings in this church. Amen. And we want to pray that the Lord God will bless, we shall follow. And it is by the grace of God, this day has just come. I remember we were in Turkana University and you still reminded people that you will be having this day today. We want to wish you God's blessing. Salome, you are safe, and Nick, we shall still work together. Davin has been here, she's already married. You are now married. You now understand, and we are really doing well. So next, the Lord God is leading, and we shall do it. Amen.
God bless you, Nick and Salome. Baraka kwa wale wote waliobarikiwa na kuwabariki watu wengine wasiojiweza katika hali zao. Mungu yupo nani, atakuwa upande wenu. Asante. Suti zao zimefanana. Suti zinafanana sana. Maombi haya sikize, natamka baraka kwa wale wote waliobarikiwa na kuwabariki watu wengine wasiojiweza katika hali zao. Sasa ni kwaya, main kwaya. Enda mwanzo vizuri kwa carpet. Mnapita wrong side. Carpet ya white mnapita juu. Mkuje vizuri. Mwache ratemu nyuma. Itakuwaje sasa? Itakuwaje? Hao ni kwaya, main kwaya ya Amazing Discovery. Tuko sawa. Kwaya ndio hiyo. Haya. Twende. Hakuna wakupangua ukibariki, hakuna wakulani. Bariki ndoa hiyo. Ukishapanga, hakuna wakupangua ukibariki, hakuna wakulani. Kidogo tu. Na mrembo Nick amekuwa mwanakwaya. Mrembo, unataka utuletee soprano. Kuja soprano number 1. Makofi. Haya, hawa ni wanakwaya wa Amazing, tunasema karibu sana. Welcome mami. Welcome to Amazing. Mimi ndio mama ya wote. Na director huko na ya mahali pale. So, tunasema only thing that will happen in heaven is singing. Weka wimbo. Umesababisha, umetimiza ndoto yao. Maharusi hawa wanaunganishwa. Safari yao ya ndoa wameanza leo. Ombi letu Baba uwaneemeshe. Changamoto zipo kwa wingi ila uwanyenyekeze. Wakutangulize katika ndoa yao. Maana Bwana ukishapanga, kuna wakupangua. Ukibariki, hakuna wakulani. Bariki ndoa hii. Bariki. Ukishapanga, hakuna wakupangua. Ukibariki, hakuna wakulani. Bariki ndoa hii. Kwa hivyo wahenga waliponena hivyo walikuwa wanaashiria ya kwamba tumemla ng'ombe mzima, tumemkamilisha, tumemaliza hata mkia. Tunawaza kufumukana na tukaelekea manyumbani tukingoja Sabato siku ya kesho tuweze kuja kwa ajili ya ibada. Karibu Elda. Asante sana. Nawashukuru nyote, wakubwa kwa wadogo, kina mama, kina baba, vijana, wazee, kwa siku ya leo. Kufika kwenu kumekuwa kwa manufaa sana, si kwa kanisa la Amazing, si kwa maharusi, si kwa kila mtu. Kwa hivyo mnaporudi nyumbani, naomba ya kwamba muweze kupeana salamu. Nashukuru vijana wote kwa
kazi nzuri ambayo mmefanya kuhakikisha ya kwamba tunapata chakula kizuri kitamu tamu. Nashukuru vijana wote ambao walimarch katika hii harusi, haswa wakiongozwa na Elder Mogesi, na naomba ya kwamba Mungu pia naye aweze kuwabariki, muweze pia kuiga mfano mzuri wa maharusi wetu Nick na Salome. Nashukuru kanisa la Amazing na kanisa la Mahele na kanisa la Cheptandan kwa kuwashika vijana hawa na kuwaongoza katika njia ambayo inafaa. Kwa hivyo nawarai vijana wengine wote ambao mmekuwa hapa muweze kuiga mfano kama huu mnapojiandaa katika maisha yenu ya ndoa. Pia nashukuru watu wote ambao ni washiriki ambao pia wako katika ndoa, na niwaombe ya kwamba mweke Mungu mbele ili aweze kulinda na kubariki ndoa za watu wote ambao wamefika hapa. Bwana harusi na bibi harusi, nawaombea amani yake Mungu iwe nanyi, muweze kubarikiwa na watoto na katika vitengo vyote ambavyo mnahitaji. Na mshukuru pia our MC Elder Bonuke kwa kazi nzuri ambayo amefanya kutoka asubuhi mpaka sasa. Kuelekeza watu wote si jambo rahisi, lakini Mungu akubariki. Matrons wote na washukuru. Mungu aweze kuwabariki na muwatendee wengine jinsi ambavyo mmetenda katika siku ya leo. Nimejifunza jambo moja siku ya leo, ya kwamba kila mmoja wetu ana sehemu katika kazi yake Bwana. Hata ukuwe mdogo ukuwe mkubwa, Bwana anakuhitaji. Na kwa hivyo tunapojiandaa na Sabato ambayo imeanza katika siku hii pekee, naomba ya kwamba Mungu awabariki ili tuweze kuonana kesho. Mungu awabariki na awabariki tena. Karibu tena Amazing. Tunatarajia harusi zingine zikiongozwa na Elder Mogesi. Mungu awabariki. Siku zote sala zetu zipate kibali machoni pa Mungu. Jua liponge vivuli vikimbie, mimi wako wewe wangu. Mifano bora bora familia yetu iwe mbingu ndogo. Nakupenda na kuenzi. Siku zote sala zetu zipate kibali machoni pa Mungu. Jua liponge vivuli vikimbie, mimi wako wewe wangu. Mifano bora bora familia yetu iwe mbingu ndogo. Nakupenda na kuenzi. Muda umetimia ya kujenga familia.